Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani Afrika. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwapo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Veronica Natalis. Tutafute katika kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii ikiwapo Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta tu idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu. Kujidanganya ni kusema kama watu hawasapoti hiyo vita ni kwa ajili imetokea Rwanda, lakini wakongomani wote wanataka mabadiliko sababu hiyo system ambayo imeongoza Kongo toka ukoloni Mobutu ndio hiyo, ni kama vile muungano wa marafiki, wanaongoza bila uzalendo, wanaongoza bila kupenda nchi. Hii leo tunaangalia mchakato wa amani katika mashariki mwa DRC baada ya serikali ya waasi wa M23 kusaini mwafaka wa kumaliza mapigano. Lakini kabla hilo, kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani Afrika na mwenzangu Ramadhani Kibuga. Makundi ya uokoaji yanaendelea kuwatafuta manusura ndani ya mgodi ulioporomoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya watu 30 walikufa kwenye mgodi huo wa madini ya cobalt ulioko eneo la Kalondo kusini mashariki mwa nchi. Maafisa wa serikali wanasema wachimba migodi haramu waliingia mgodi huo Jumamosi ambao ulikuwa umefungwa kwa sababu za usalama. Wanajeshi wa Kongo ambao walikuwa wanalinda mgodi huo walianza kuwafyatulia risasi wachimba mgodi hao na kusababisha msongamano wa watu wakiwemo raia waliokuwa karibu. Daraja inayounganisha mgodi huo pia iliporomoka na kusababisha vifo na majeruhi. Zaidi ya raia milioni 1 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanachimba migodi katika maeneo mbalimbali yasiyo salama na mara kwa mara wamekuwa na kumbwa na ajali za migodi kuporomoka. DRC inaongoza kwa kiwango cha madini mengi ya cobalt duniani. Madini haya hutumika kutengeneza vifaa vya elektroniki kama vifaa vya kijeshi, ndege, simu na kompyuta. Mamlaka za Kongo zimewarai raia kuacha kuingia migodi iliyofungwa kwa sababu za usalama. Utawala umeanza mafunzo ya kilimo na biashara kujaribu kuwasaidia raia kujipatia riziki nje ya biashara ya madini. Genge la watu waliojihami wamemuua mwalimu na kuwateka nyara zaidi ya wanafunzi 20 kaskazini magharibi mwa Nigeria. Polisi wanasema genge hilo lilishambulia shule ya wasichana ya Maga katika jimbo la Kebbi. Naibu mwalimu mkuu alipigwa risasi na kuuawa walipojaribu kuwalinda wanafunzi. Haijulikani kundi lilohusika na utekaji huu ambao unazidisha hali mbaya ya usalama nchini Nigeria. Miaka hivi karibuni kundi la kigaidi la Boko Haram lilihusika na utekaji nyara mkubwa zaidi wa wanafunzi kutoka shule ya Chibok ambapo wanafunzi wa kike 276 walitoweka na wapiganaji hao. Kampeni ya kimataifa ilianza kujaribu kuwaokoa mateka hao wa Chibok. Kando na Boko Haram, Nigeria inakabiliwa na makundi mengine yenye silaha katika maeneo tofauti. Kufikia sasa jumla ya wanafunzi 1500 wametekwa nyara na makundi ya uhalifu Nigeria, visa vingi vikitokea kaskazini mwa nchi na huwalenga jamii zote za Kiislamu na Wakristo. Afrika ya Kusini imesema haitokubali tena ndege yoyote yenye abiria wa Kipalestina kutua ardhi yake. Hii inafuatia kisa cha wikendi ambapo ndege iliyokuwa na abiria 153 wa Kipalestina ilitua katika uwanja wa ndege wa Oliver Tambo. Afrika Kusini imelalamikia kisa hiki kama hatua ya Israeli ya kuwaondoa kwa lazima raia wa Palestina kutoka Gaza. Israeli imekanusha madai hayo na kusema Afrika Kusini ilikubali kuwapokea raia hao wa Palestina. Mamlaka za Palestina zilizoko ukingo wa magharibi zimesema kujadiliana na Afrika Kusini kuhusu hatima ya raia hao. Wapalestina hao wamepata kibali cha siku 90 kusalia Afrika Kusini kabla mamlaka kuamua ikiwa itatoa hifadhi ya kudumu au la. Wakati huo wahamiaji 19 wengi wao kutoka Afrika Magharibi wamefukuzwa kutoka Marekani na kupelekwa hadi Ghana. Wakili wa raia hao anasema hawajulikani waliko baada ya mamlaka za Ghana kuwapeleka eneo lisilojulikana. Awali taarifa zilisema waliwekwa katika hoteli mbali na mji mkuu Accra. Ghana inasema raia hao wamepata hifadhi na haitawarejesha katika nchi asilia kwa hofu ya usalama wao. Marekani na Uingereza zimeafikiana mataifa kadhaa ya Afrika kuwapokea raia wa kigeni ambao wasio na vibali vya kusalia katika mataifa yao.
Wakuu wa mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC wamependekeza kifungo cha maisha kwa kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Janjaweed kutoka Sudan. Janjaweed wameshtumiwa kwa kutekeleza mauaji ya kimbari kwa miongo miwili katika jimbo la Darfur. Kiongozi huyo wa Janjaweed, Ali Mohamed Al-Abdi Al-Rahman au Al-Kushaib, ametuhumiwa kwa mashtaka 27 ya uhalifu wa kivita. Hii ni pamoja na mauaji ya halaiki, ubakaji na uporaji wa mali katika maasi ya Janjaweed kati ya mwaka 2003 na 2004. Makundi ya jamii ya asilia za Kiafrika yalichukua silaha kulalamikia ubaguzi huo kutoka kwa mamlaka za Khartoum zilizopendelea jamii za asili ya Kiarabu. Kiongozi wa Sudan wakati huo, Omar Hassan al-Bashir, alijibu maasi hayo kwa kulihifadhi kundi la Janjaweed ambalo liliwalenga raia wa Kiafrika katika jimbo la Darfur. Darfur inakabiliwa na maafa zaidi wakati huu kutoka kundi la wapiganaji wa RSF wanaodhibiti mji wa Al-Fasher na Kordofan kaskazini. Tuanzie DRC ambapo serikali na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wapiganaji wa M23 hapo wikendi walisaini mwafaka wa amani mashariki mwa nchi hiyo. Makubaliano ya sasa yalifanyika nchini Qatar, yakiwa ya 4 baada ya mikataba ya amani iliyofadhiliwa na Marekani, Muungano wa Afrika na Ufaransa kushindwa kupiga hatua zozote. Wapiganaji wa M23 wametoa miji ya Goma, Bukavu kuliko na viwanja vya ndege muhimu mashariki mwa Kongo. Mamlaka za DRC zinataka wanajeshi wa Rwanda kuondoka katika ardhi yake na kulaumu Kigali kwa kuendelea kuwafadhili na kuchochea maasi ya M23. Rwanda kwa upande wake imepiga hatua ya kuwaondoa wanajeshi wake na kusema kwamba inawalenga waasi wa FDLR waliohusika na mauaji ya kimbari. Mbelechi Msochi na taarifa zaidi. Doha ni mji mkuu wa Qatar. Ni hapo ndo tangu Aprili serikali ya Kinshasa na baadhi ya wakilishi wa kundi la M23 walianza mchakato wa mazungumzo ya amani, lakini kila mara walikuwa wakishindwa kufikiana. Waasi waliendelea kushika miji kadhaa ya jimbo la Kivu Kaskazini na Kusini mashariki mwa Kongo. Tarehe 15 mwezi huu, serikali ya Kinshasa na kundi hilo ambalo limedhibiti sehemu nyingi za mashariki mwa nchi walikubaliana kuendelea na mazungumzo kuhusu maswali kadhaa, ikiwemo kurudisha serikali mamlaka katika sehemu wapiganaji wa M23 wamepatikana. Kikao kitakayofuata kitalenga kupanga au kutoa kalenda ya utekelezaji wa kila kipindi cha makubaliano. Viongozi wa kiasili na taasisi rasmi za serikali zitahusishwa. Makubaliano kweli yalipokelewa na wapatanishi wote katika mchakato huu wa kutafuta amani mashariki mwa Kongo. Mfano, Ufaransa, Umoja wa Afrika na washirika kadhaa wa kikanda walikaribisha mkataba huu na kuamini ya kwamba utazaa matunda mazuri. Lakini mkataba huu utaendelea kujadiliwa hadi tarehe 29 mwezi huu wa Novemba. Mfahamu ya kwamba changamoto ni nyingi ambazo zinaweza kuzuia mchakato huu wa amani kutekelezwa, haswa washirika wa serikali katika vita hiyo maarufu wazalendo. Wameendelea kudai ya kwamba makubaliano kati ya kundi la M23 na serikali ya Kongo haiwahusike hata kidogo, na wataendelea kupigana hadi kudhibiti maeneo yote yaliyokuwa chini ya uongozi wa wapiganaji wa M23. Ufaransa iliomba serikali ya Kinshasa kufungua uwanja wa ndege na wa Goma kwa faida ya misaada ya kibinadamu, lakini kundi la M23 lilisema ya kwamba hatua ya kufunguliwa kwa uwanja huu ni jukumu lao. Wapiganaji wa kundi la M23 wanatetea vita hiyo kwa kutaka kulinda wakongomani waliozungumza Kinyarwanda ambao kwa mujibu wao wamebaguliwa. Kundi hilo limesema ya kwamba wakati ubaguzi dhidi kabila hiyo la Wanyarwanda litaendelea, hawataondoka, wataendelea kupigana. Na kumbuka kwamba tuhuma hizo serikali ya Kinshasa imetupilia mbali, ikilahumu Rwanda kwa nyuma ya vita hiyo kwa lengo ya kupora madini ya Kongo. Kitandawili ambacho hadi sasa kimeshindwa kupata jibu, kwani hadi sasa vita kati ya pande zote mbili vimeendelea licha mikataba kadhaa ya kusisitisha vita. Kinshasa, Mbelechi Msoshi, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Kwa zaidi ya miongo miwili DRC imeendelea kushuhudia usalama mbaya katika eneo la mashariki. Vita hivi vimesababisha maelfu ya raia kupoteza maisha yao, huku mamilioni wakisalia kuwa wakimbizi wa ndani. Hii ni licha kuwepo kwa vikosi mbalimbali vya kulinda amani, kikubwa kikiwa ni kikosi cha Umoja wa Mataifa MONUSCO hakijaleta tija ya utulivu maeneo ya mashariki. Uwepo wa vikosi kutoka Afrika Mashariki, Rwanda na kanda ya SADC kama Afrika Kusini na Zimbabwe, amani imekuwa haba DRC. Hatua mbalimbali za diplomasia zimekuwepo. Hizi pia zimesalia vikao
bila kuwa na uelekezwaji wa makubaliano. Mwafaka wa wikendi nchini Qatar unaleta wahusika wakuu katika vita vya mashariki mwa DRC. Hawa ni waasi wa M23. Mamlaka za Kongo zinataka waasi hao kuondoka maeneo yanayokaliwa na kufungua uwanja wa mji wa Goma ambapo hutumiwa zaidi na shughuli za kimataifa. Mafanikio ya sasa yanaleta tija yeyote kwa amani ya kudumu DRC? Jacques Sinzahera ni mchambuzi wa masuala ya maziwa makuu. Amezungumza na Silvanus Karemera kuhusu majaliwa ya usalama wa Kongo. Ni tunasema kila siku vita sio kunyamazisha silaha. Na leo wanazungumzia doa au kuna kitu ambaye wenye wamechukua silaha kusema wanakuja komboa Kongomani wamesemea. Kwani kujidanganya ni kusema kama watu hawasapoti hiyo vita ni kwa ajili imetokea Rwanda, lakini wakongomani wote wanataka mabadiliko sababu hiyo system ambayo imeongoza Kongo toka ukoloni Mobutu ndio hiyo ni kama vile muungano wa marafiki, wanaongoza bila uzalendo, wanaongoza bila kupenda nchi. Na wale ambao wanakamata silaha sio kwamba wanakamata silaha kwa sababu ya kusaidia wakongomani na kusaidia nchi iende mbele. Wanakamata silaha kwa lengo zao wenyewe na kwa ajili ya kuendelea tu kwa hiyo system ya kupora mali bila kutumika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na maendeleo ya raia. Na kwa doa tunadhani ya kwamba hiyo masenario hiyo mateatre ishe. Hakuna njia mbili ya kuleta amani isipokuwa kuongoza nchi na uzalendo. Na kitu yenye sisi tulikuwa tunataka tuombe kama vile kuomba rais wa Amerika Donald Trump na emir wa Qatar ni kusema wakizungumzia mambo yote huko doa wajue kama wametupora mali zetu wakati ya vita. Sisi raia tumepoteza ndani ya hiyo vita isiyokuwa na hatia. Na ndio maana tunadhani wakizungumzia mambo yao yote ya mikataba ya kupatiana makazi, kuongoza kwa umoja, wajue kama Goma na Bukavu vijana wamebaki maskini. Umesema kwamba tokea enzi za Mobutu mpaka leo system ama mfumo ambao umeiongoza Kongo una matatizo. Kwa maoni yako unadhani ni mfumo gani ama system gani ambayo unahisi kwamba ikitokea pale Kongo patakuwa na amani na usalama? Unajua inabidi wakazi wa Kongo wenyewe wakamate hatua ya kusema wanakatala hiyo uongozi mbaya. Mauaji yanafanyika Beni, mauaji yanafanyika fasi yote, na sio tu kusema mahali pote kuna amani. Wakati wanaleta mataxes sio kuwa na hatia, wanapora mali za raia, wanatumikisha pesa za serikali kama vile mfuko yao kwa matamshi yao wenyewe. Hiyo yote ni kukosa usalama. Na ndio maana tunadhani kama raia wenyewe wanaweza kusimamia hiyo lengo na kuweza kufukuza wale watu ambao wanaongoza nchi kama vile duka lao ambaye hawaoni kama nchi inapaswa kuwa na barabara, watu wanaweza kuwa na maji. Leo ukiona mali ya Kongo, hata kama tuache mali ibiwe na Rwanda gisi wanasema ibiwe na Burundi na Uganda, Mkongomani anapaswa ishi vizuri kwa tu rais mwenye ana uzalendo na mwenye anatumikia nchi pasipo kutafuta kuiba. Ndio maana tunadhani wale watu ambao wanaongelea mambo ya Kongo pasipo zungumza na vijana ambaye wanapigania nchi na wanajua shida za Kongo ni kama vile kumwanga maji kwenye mgongo ya bata, sababu hiyo mambo itarudi kesho yake, sababu usalama sio tu kunyamazisha silaha. Naam, tumesikia rais wa Kongo Felix Tshisekedi akisema kwamba mwezi wa 12 uwanja wa ndege wa Goma utarudisha mikononi mwa serikali. Na wakati huo mkuu wa kundi la AFC M23 Colonel Nanga akasema kwamba rais Tshisekedi hana mamlaka pale Goma. Unazungumziaje hizo kauli mbili ambazo ni tofauti wakati mkataba umeshasainiwa? Sisi tunadhani kama kufungua airport haitarudisha mali zetu ambazo zimepotea, haitarudisha wandugu zetu ambao wamefariki. Sisi kitu tunataka ni kuleta amani. Airport ya Goma ikafunguliwa. Nadhani kama serikali ya Kongo pia inaingia mkitu yenye haielewe kama vile mtego. Leo wakafungua airport ya Goma. Nani anamiliki Goma? Si ni M23, na ndiyo mwenye ataleta oda zake pale na itamsaidia kwa kuleta vitu vingine vya kupambana mpaka hadi kuchukua zingine mijini. Nadhani serikali ingekuwa inaona mbali wangeacha airport isifunguliwe, sababu huyo Macron ambaye amesema wafungue airport, si ndio mwenye na support Rwanda kwa kudestab Kongo? Sasa wakongomani, serikali ya Kongo haione ya kwamba hiyo njama ni njama
ya kuwawekea distraction ili waendelee kusema serikali ndio ilomba tufungue airport na wakubali kisha mwisho. Lakini kwa hilo la kufungua Goma, Felix Tshisekedi rais wa Kongo, yeye mwenyewe ndiye amesema kwamba atafanya kila jitihada afungue Goma na kufungua airport ya Goma ni kukamata Goma, kufukuza adui. Na kusema afungue airport na M23 ndio inamiliki Goma ni kama vile teatre. Ni mchezo wa kuigiza. Haiwezekani kama yeye sio rais wa Goma. Rais wa Goma ni wale wanamgambo wa M23, na kama vile anataka kuanguka moyo mtego ya Macron, ni kwamba aelewe ya kwamba Goma ikafunguka M23 itakuwa na uwanja wa ndege ambaye itawasaidia waendelee kujiravitaye na kuendelesha vita vizuri. Kujiravitaye maana yake waendelee kujiimarisha. Sasa moja kwa moja tukielekea mwisho. Sasa hivi mkataba umeshasainiwa, lakini bado tunaendelea kuona vita vikitokea kati ya kundi hilo la M23 pamoja na serikali ya Kongo. Unadhani kusainiwa kwa mkataba huu kutasaidia namna gani kuweza kusitisha haya mapigano ambayo bado yanaendelea katika mashariki mwa Kongo? Unajua, kitu Tshisekedi angefanya ni kuunda jeshi nzuri na kupatia jeshi vifaa vilivyofaa kumaliza hiyo vita na uzalendo. Na kitu ingine, kama hiyo vita wanamaliza kwa doa itarudi, sababu Kongo wa general iko ndani ya business na wanakamata damu ya wakongomani kama vile kupata pesa. Hawana uzalendo na wanapenda kukamata vita kama vile fasi ya kupatia pesa. Na asante sana Jacques Sinzahera ambaye ni mmoja wa vijana wa mashariki mwa DRC katika vuguvugu lao la kuweza kuomba mabadiliko. Asante kwa muda wako. Asante sana mpasha habari. Na msikilizaji, ikiwa ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, na huu ni ukumbi mpya kabisa wa kujadili na kubadilishana maswala na taarifa muhimu kuhusu bara hili la Afrika. Jiunge nasi kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kama vile YouTube, TikTok na X. Tafuta tu idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala hii na mada zingine zote ambazo utazisikia katika matangazo haya. Tuandikie tu kupitia kurasa hizo ambazo tumekutajia, bila shaka ujumbe wako tutauzingatia. Mimi ni Veronica Natalis. Leo tunaangalia mchakato wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana msikilizaji kwa kujiunga nasi na kutuachia maoni yako. Hapa nitasoma ujumbe mfupi wa watu wachache ambao wanajiunga na matangazo yetu muda huu. Naona ujumbe wa Musa Mtwawa, anasema kwamba anavutiwa sana na matangazo yetu na ni sauti ya wengi. Asante sana, endelea kutusikiliza na kutufuatilia pia. Ujumbe mwingine ni kutoka kwa MJ, anasema anashukuru kwa matangazo mapya ya Sauti Afrika. Asante sana MJ kwa kutufuatilia huko ulikoambia na wengine kwamba idhaa ya Kiswahili ya Sauti Afrika ipo kwa ajili yao na watufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tunaendelea na uchambuzi. Kampeni za uchaguzi wa urais nchini Uganda zinaingia mwezi mmoja sasa, huku wagombea wanawake wakiwa katika kinyang'anyiro hicho. Ushindani mkali uko kati ya Rais Yoweri Museveni na kiongozi wa upinzani Robert Chagulanyi maarufu kwa jina la Bobi Wine. Huku kampeni hizo zikishika kasi, vyombo vya usalama vimeshutumiwa kuwa bana wafuasi wa upinzani hasa wa Bobi Wine, ambapo baadhi yao tayari wameripotiwa kukamatwa na kufunguliwa mashtaka. Hii imezua wasiwasi kuhusu kuweka usawa na uwazi wa kuimarika kwa demokrasia nchini Uganda. Mwandishi wetu Sadamu Mubale anaripoti kutoka Kampala. Kwanza kwa kampeni za uchaguzi wa urais nchini Uganda, joto la kisiasa linazidi kupanda, huku wagombea 8 wakiendelea kujinasibu mbele ya wapiga kura kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2026. Mashindano makubwa zaidi yako kati ya Rais Yoweri Museveni ambaye ametawala kwa zaidi ya miongo 4 na mwanaharakati wa upinzani Robert Chagulanyi Sentamu maarufu kama Bobi Wine. Katika mikutano yake ya kampeni, Bobi Wine ameendelea kueleza kwamba uchaguzi huu ni mapambano ya kizazi kipya unaolenga kutatua ukosefu wa ajira, ufisadi na ukandamizaji wa haki za binadamu. As you are all aware that as time goes by, the regime increases violence and lawlessness. Vyombo vya usalama vimegeukia ukatili, vitisho na matumizi ya nguvu kupita kiasi. Hatua hizi zinalenga kunyamazisha sauti zetu kwa wananchi wanaotaka mabadiliko, lakini hatutadhalilishwa wala kutishwa. Moyo wetu uko imara na safari yetu ya ukombozi inaendelea. Katika mkutano wetu wa karibuni, zaidi ya wafuasi 100 walikamatwa na wakapigwa. Wengi wao walichukuliwa bila maelezo yoyote.
wakazuiliwa bila mawasiliano, kosa lao pekee likiwa ni kutumia haki yao ya kikatiba ya kushiriki katika siasa na kutoa maoni yao. Vitendo hivi vya kinyama vinaonyesha ni kwa kiasi gani utawala unahofia wananchi walioamka na walioamua kusimama kidete. Kwa upande mwingine, Rais Museveni na chama chake cha NRM wanatumia jukwaa la kampeni kusitiza mafanikio ya serikali katika miundombinu, uchumi na usalama wa taifa. Akihutubia umma wakati wa kampeni zake katika wilaya ya Mbale, mashariki mwa Uganda, Museveni amewasuta viongozi wa upinzani wanaodai kuwa utawala wake haujafanya lolote Uganda. Museveni anasema alichukua uongozi wakati uchumi wa Uganda ulipokuwa kwa dola bilioni 3.9 na sasa una zaidi ya dola bilioni 66 za Marekani. Some of them working for foreigners come here and say we are opposing. NRM has done nothing. Are you sick? What are you? Baadhi ya hawa wanasiasa upinzani wanafanya kazi kwa maslahi ya watu wa kigeni. Wanakuja hapa na kudai kwamba NRM haijafanya chochote. Kweli? Au ni wao ndio hawaoni maendeleo tuliyoyafanya? Wanafanya kazi kwa niaba ya wageni wasiotaka kuona Uganda ikiendelea. Ukweli ni kwamba wanasiasa hawa wote wamenufaika kwa kiasi kikubwa na serikali yetu. Kwa kweli hawana hoja ya msingi ya kuambia wananchi. Walipokuwa bungeni walipewa nafasi, mamlaka na majukumu ya kuleta mabadiliko walioahidi, lakini hawakutimiza chochote. Walipewa nafasi ya kuchangia maendeleo ya Uganda, lakini wakaamua kujishughulisha na maslahi yao binafsi badala ya maslahi ya wananchi. Sasa wanajaribu kugeuza historia na kujifanya ndio watetezi wa mabadiliko. Kitu ambacho sipendi ni uongo. Wengi wao ni waongo. Wanapotosha umma, wanawadanganya vijana na wanajaribu kujenga chuki dhidi ya serikali kwa maneno ambayo hayana ushahidi wowote. Kampeni zilizoanza rasmi Oktoba 4 zimegubikwa na malalamiko makubwa kutoka kwa vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia ambayo yanadai kuwa vyombo vya usalama vinawakamata na kuwabana wafuasi wa upinzani. Hivi majuzi baadhi ya vijana wa upinzani tayari wamefikishwa mahakamani, huku wengine wakiripotiwa kushikiliwa kwa muda mrefu bila kufikishwa mbele ya mamlaka za kisheria. Hatua hizi zimeibua hofu kubwa kuhusu mustakabali wa uhuru wa uchaguzi, ambao wachambuzi wa siasa wanasema matukio haya yanaashiria mazingira yasiyo na usawa katika mchakato mzima wa kampeni. Duncan Bosire ni mchambuzi wa kisiasa Uganda. Kwamba mambo ya demokrasia ya vyama ni jambo ambayo bado haijakomaa hapa Afrika. Na kwa hivyo kwanza unapata kwamba ile ruling party ile ambayo iko kwa uongozi sometimes kwa wakati mwingine unaweza pata kwamba inaweza kuwa imefanya excess, yani imepita kiwango. Kwa hivyo tunafaa kuiangalia katika hiyo njia, lakini bado hatujakomaa kwa demokrasia hapa especially hapa Afrika, na hata si Afrika Mashariki yenyewe but Afrika. Lakini ukijaribu kufanya ile kucompare ile ya Tanzania na Uganda ni tofauti sana, kwa sababu ni tofauti kubwa sana. Kwa hivyo kwa wakati huu ukiangalia wakati huu wa siasa ya Uganda, wakati wa kampeni ambayo imeanza wakati huu, haiko kama ile ya miaka ingine ya nyuma, kuna tofauti kubwa sana. Kwa hivyo kuna ile kuendelea kukua kwa demokrasia, lakini bado hatujafika. Uganda inatarajia kupiga kura za uchaguzi mkuu wa rais na bunge tarehe 12 Januari mwaka 2026. Sadam Mubale, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Kampala. Uingereza imekuwa taifa la karibuni kushinikiza Afrika kuwapokea wahamiaji ambao hawatatikani kwake. Marekani imeanza mpango na baadhi ya mataifa Afrika ambapo wahamiaji haramu wanaofukuzwa humo wanaishia kupewa hifadhi Afrika. Uingereza imetoa vitisho kwa Angola, Namibia na DRC kuwapokea wahamiaji haramu inayofukuza, la sivyo hakuna raia yeyote kutoka mataifa matatu atakayepata kibali kuingia Uingereza. Sio dola hizo mbili tu. Israel imekuwa ikiwafukuza wafungwa wa Kipalestina
Palestina Afrika kuwazuia kuingia ukanda wa Gaza. Hivi karibuni ndege iliyowabeba raia wa Palestina ilitoa Afrika Kusini na kumezua mjadala kwamba raia hao walilazimishwa kuondoka Gaza na Israel. Tahariri ya Shisia Wasilwa inaangazia hatua ya dola za magharibi kufanya Afrika kama kambi ya raia wasiokaribishwa kwao. Ulimwengu unatazama kwa mshangao na hasira jinsi mataifa ya magharibi yanavyozidi kuitumia Afrika kama jaa la kisiasa la wale wanaochukuliwa kama wasiotakiwa, wahalifu, wahamiaji haramu au wakimbizi wenye historia tata. Tamko la karibuni la serikali ya Uingereza kutishia kusitisha utoaji wa visa kwa raia wa Angola, Namibia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo endapo mataifa hayo hayatokubali kuwapokea wahamiaji haramu na wahalifu walioko Uingereza linadhihirisha kile ambacho sasa kimekuwa mkondo hatari wa siasa za kimataifa. Afrika kutumiwa kama shimo la kutupa takataka za kimataifa. Kwa nini nchi zenye nguvu duniani zinachagua bara hili lenye historia ya kudhulumiwa na kuibiwa rasilimali kuwa mahala pa kufukuzia wasiotakiwa? Ni kwa nini wale waliovunja sheria huko London, Washington au Tel Aviv wanapelekwa Afrika badala ya kurejeshwa kwa mataifa yao ya asili? Baada ya Israeli kutuma wafungwa wa Kipalestina katika mataifa kadhaa ya Afrika, baadhi yao wakiwa njiani kupelekwa Afrika Kusini, Marekani nayo imewahi kutumia bara hili kama sehemu ya mikataba ya siri ya kuhamisha watu wanaochukuliwa kuwa mzigo kisiasa. Uingereza kwa upande wake imeanzisha makubaliano na Rwanda, mpango ambao umekosolewa kimataifa kwa kukiuka misingi ya haki za binadamu na utu. Sasa Uingereza inazidi kutia chumvi kwa kuwatishia raia wa Angola, Namibia na DRC kuwa hawatopewa visa hadi mataifa yao yakubali kupokea wahamiaji haramu na wahalifu waliotoka kabisa nje ya Afrika. Kinaya kikubwa ni kwamba Uingereza na mataifa mengi ya Ulaya yana masharti magumu ya visa kwa Afrika wanaotaka kutafuta elimu, biashara au fursa za kisheria. Lakini kwa nini wale wanaonekana kuwa taka za kijamii waletwe Afrika? Kwanza ni dharau ya kiwango cha juu kwa kimataifa. Afrika si bara lisilo na sheria, si eneo lisilo na hadhi. Afrika ina mataifa yenye katiba, mifumo ya uhamiaji na mipango usalama. Uamuzi wa kuliweka bara hili kama jalala la kisiasa unaakisi fikra za kikoloni kwamba Waafrika hawastahili kuishi katika mazingira salama, kwamba nchi zao ziko tayari kubeba mzigo ambao Ulaya yenye mali na rasilimali haitaki. Kwa nini Uingereza na Ulaya haziwahamishi wahamiaji hawa katika mataifa ya Mashariki ya Kati, eneo ambalo kihistoria limekuwa karibu na chanzo cha wengi wao? Jibu ni rahisi: siasa za kiuchumi na za kieneo. Mataifa ya Kiarabu yana misimamo mikali zaidi kuhusu uhamiaji na makubaliano yasiyorahisisha mikataba ya utupaji taka za kisiasa. Hivyo basi, Afrika ndiyo inaonekana rahisi, mpole na ya kukubali kila kitu, taswira ambayo lazima ibadilishwe. Jamii ya kimataifa lazima itambue kwamba Afrika si uwanja wa kufukuzia matatizo ya wengine. Bara hili lina haki ya kukataa mikataba yenye madhara, mikataba inayovunja utu na mikataba inayopunguza thamani yake mbele ya mataifa mengine. Badala ya kuwapokea wahalifu wanaotokea miji ya Ulaya na Marekani, Afrika inahitaji ubia wa heshima, wa elimu, biashara, teknolojia na maendeleo. Ni wakati wa viongozi wa Afrika kusema wazi: Afrika sio jalala la dunia. Hatutakuwa sehemu ya kutupa wasiotakiwa kwa sababu mataifa ya magharibi yanataka kusafisha sura zao za kisiasa. Afrika ni bara lenye utu, lenye nguvu, lenye hadhi na halistahili kubeba mizigo ambayo haikuzalishwa na watu wake. Na sasa tuangalie neno la siku, ukakasi. Katika Kiswahili linamaanisha ugumu, ukali ama hali ya kitu kuwa kigumu kukubalika ama kupenya kwa urahisi. Mara nyingine hutumika kueleza ukweli mchungu unaomkera mtu. Maneno makali yanayomuumiza na kutoingia kwa urahisi akilini, hali hiyo na ukinzani ama upinzani mkali, mazingira magumu yanayohitaji uvumilivu. Mfano wa matumizi ya neno hilo ni kama: maneno yake yalikuwa na ukakasi mwingi masikioni mwa watu. Ripoti hiyo imepokelewa kwa ukakasi na viongozi wa eneo hilo. Kulikuwa na ukakasi wa kisiasa baada ya tangazo hilo. Kwa kifupi, ukakasi ni hali ya ugumu, uchungu ama upinzani unaoambatana na jambo fulani.
Ikiwa unajiunga nasi, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Afrika. Tutafute kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta tu idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Endelea kuweka maoni yako kwenye kurasa hizo kuhusu taarifa za kila siku. Pia alika wenzio tuendeleze gumzo na kuwa sauti ya Mwafrika. Shukran kwa wanaoendelea kutuma maoni yao, na hapa kuna maoni machache ambayo nitayasoma. Ni kutoka kwa Mchana wa Morogoro, Tanzania. Pamoja sana, anasema hivyo. Asante sana kwa kutufuatilia Mchana. Mwingine ni Miraji Mwana wa Kibinda kutokea kule Morogoro, Tanzania. Anasema kwamba anatupata vizuri kabisa. Endelea kuburudika na matangazo yetu, pia kuelimika. Ujumbe mwingine ni kutoka kwa Mwinyi Msa Muhammad kutoka kule Machakosi, Mlolongo na Tegea, South Africa. Ndio ujumbe wako huo. Asante sana kwa kuendelea kutusikiliza. Shukran sana msikilizaji. Kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunatoa shukran zetu kwa kujiunga na kuchangia kwenye sauti ya Mwafrika. Tupo kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Usisahau hivyo. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Veronica Natalis. Kwaheri kwa sasa.